Haleluya, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana, watu wa Mungu aliye hai. Na tamani tujifunze kitu, na kichwa cha somo hili kinaitwa maajabu ya zinaa. Maajabu ya zinaa. Na tusome Bible hapa kidogo, kitabu cha Marko sura ya 8 mstari wa 38. Biblia inasema my God. Biblia inasema maana kila mtu atakaye nionea haya mimi na maneno yangu katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi, mwana wa Adamu atamwonea haya mtu huyo atakapokuja katika utukufu wa Baba yake pamoja na malaika watakatifu. Kuna mambo kadhaa hapa kuhusu zinaa. Zinaa ni dhambi ambayo imetengwa, sio dhambi ya kawaida. Hapa Biblia inasema katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi. Kizazi hiki cha uzinzi na dhambi. Na unapongelea uzinzi, hii ni zinaa. Ni dhambi ambayo imetengwa peke yake, imewekwa peke, iko special. Ni dhambi ambayo iko special, sio ya kawaida kabisa. Yaani sio ya kawaida kabisa. Mtu asikudanganye. Ni dhambi ya ajabu sana. Imekaa peke yake, imewekwa peke yake, yaani haina ushirika. Hapa anasema katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi. Hizo zingine kuiba, hizo zingine sio za kudokoa, sio za kufanyaje, ila katika kizazi hiki cha uzinzi na dhambi. Uzinzi na dhambi zingine, kwa nini itengwe? Kwa ni dhambi special sana, ni dhambi special sana. Ngoja tusome Misali sura ya 6 mstari wa 32. Biblia inasema hivi: mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake. Mtu yeyote anayezini na mwanamke, mtu yeyote wa cheo chochote, mwenye karama yoyote, mwenye huduma yoyote, hata kama huduma yako haiandikwa kwenye zile huduma 5, una huduma peke yako sana, yaani una huduma imeshushwa kutoka mbinguni. Hata uwe kiongozi wa taasisi yoyote duniani na hata mbinguni, by the way, uwezi ukaenda mbinguni, uwezi ukawa kiongozi. Mtu yeyote azinie na mwanamke hana akili kabisa. Hata kama una PhD, hata kama wewe ni profesa, wewe ni mkuu wa chuo chochote duniani, ila kama unapiga zinaa huna akili kabisa, kwa sababu unafanya jambo la kuiangamiza nafsi yako mwenyewe. Lakini pia zinaa sio udhaifu. Zinaa sio udhaifu, ni jambo ambalo mtu mwenyewe anaamua, ni jambo ambalo mtu anajua kabisa. Unaanza mahusiano na mtu, mnaanza kuchati kimaaba, anakuita geto, mko wawili, na angekuita kama ni kuongea, basi mngeenda kuongelea sehemu fulani. Geto kabisa amekuita, mko wenyewe, na uko pale geto
hamna kiti, viti vyote vimeazimwa, mmekaa kwenye kitanda ndo mnaongea, alafu muda umeendaenda kidogo, anakwambia mtumishi wa Mungu, muda umeenda, ulale hapa hapa. Hivi wakati wote umetolewa akili kabisa, uelewe kinachoendelea. Lakini pia baba yetu alituambia mtu ambaye anafanya zinaa, huyo ameamua kabisa kabisa kabisa, ameamua. Na hata kama ukijikuta upo kwenye mazingira ya zinaa na ukazini, maana yake wewe umeamua, ulikuwa kwenye uelekeo huo. Zinaa itakiwa, unatakiwa uishinde zinaa. Maana yake ukifanya, wewe ni mtu wa ajabu sana, wewe ni mtu wa hovyo. Hata kama una grupu lina watu 1000 ngapi, wewe ni mtu wa hovyo sana. Anguko lako liko nje kabisa. Wewe fanya huko ghetto, fanya guest, fanya wapi, popote unapofanya, anguko lako liko nje. Lipo, yani anguko lako lipo tu. Usitutishie. Unakoloma mwinjilisti, mpaka koo hili linakuja hapa mbele, yani unaona pamejaa hapa kama linyoka lisuli kobra, pamejaa, pamefula hapa, lakini wewe anguko lako liko nje. Na in fact una akili kabisa, una akili, unafanya jambo litakaloiangamiza nafsi yako. My friend, iepuke zinaa kwa hali yoyote, ishinde zinaa kwa hali yoyote. Ila cha kwanza natakiwa uokoke, na kuokoka ni maamuzi. Usiokoke kwa sababu wamekupamba pamba. Amua kuokoka. Ukiamua kuokoka, Yesu anakubadilisha kabisa. Na in fact hamna maombezi maalum kwamba mtu anataka kuacha zinaa, maombezi maalum kama mtu hajaamua. Mtu yote ambaye ameokoka, ameamua kubadilika, Yesu anambadilisha. Haleluya. Kwa zinaa ni kitu cha ajabu sana, yaani ni kitu cha ajabu. Huyu aliyeandika hapa ni Suleiman, anaona kwamba mtu anayefanya zinaa na anayekwambia hapa sio mtu, ni senior, yani kwenye haya mambo ni kama ndo alikuwa na wake 700, wake halali 700, masuri ya 300, au alikuwa anapita kwa wote, ndo anakuja tuambie hii hekima. Ni mtu, yani mtu anayezini ni ana akili kabisa, ana akili. Hata kama una makampuni, una akili. Kijana mwenzangu, unaweza kuishi bila zinaa. Amua.